3 years down the road, I can now report to you, as the people of Kenya, that our economy that had serious challenges in 2022, that inflation was at 9.6, I can now tell you inflation is at 4%. We have brought it down by half. Dola ambayo ilikuwa 167, sasa ni 129, and there is room for it to come even further down. Mpaka sasa, miezi miwili iliyopita, huyu John Mbadi atawaeleza, IMF, International Financial Institutions, sasa wamesema uchumi ya Kenya imeongezeka na sasa tuko the 6th largest economy in Africa. Tunaelewana jameni? So kazi ya kudhibiti uchumi, to make sure that we stabilize our economy so that we can do business, we can grow our economy meaningfully, and an economy that leaves no Kenyan behind. I want to confirm to you, with the support of the team that I have, our economy, I can confidently tell the people of Kenya, is now stable. Kuna watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya is going to default on our obligations. In fact, there were 6 countries in Africa ambayo ilikuwa imesemekana they are going to default in their obligations to the international financial institutions. Of the 6 that were predicted that will default, 5 defaulted, Kenya did not. And it is because of the decisions we made. It is because of what we did to make sure the economy of our country does not go the wrong way. Tumeelewana ndugu zangu wa Kenya? Hiyo ndio kazi ya kwanza mlinipatia. And I want to assure you that going forward, with the support of the team that I have, we will not allow our economy to go back to where it was. We will march forward and we are going to get better. Jambo la pili, muliniambia we transform our agriculture for 3 reasons. Number 1, for food security. Number 2, so that we can create jobs. And number 3, so that we can have exports. Mimi nataka niwaeleze mambo ya kilimo mahali imefika. Pale 2022, bei ya unga ilikuwa 240. Pale 2022, bei ya kahawa ilikuwa shilingi 60. Pale 2022, tulikuwa tunaagiza sukari, tulikuwa na matatizo mengi ya food security. Muliona hata watu wengine walikuwa huko barabarani na sufuria kwa kichwa wakifanya maandamano kwa sababu ya bei ya unga. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi ni wageni Kenya, si mulikuweko? Hata mimi nimeona hapa kulikuwa na watu wengine walikuwa wanafanya hiyo maandamano. Ni kweli ama si kweli bwana? Kwa mapenzi ya Mungu, mimi niliwaeleza ya kwamba njia ya kutatua shida ya njaa Kenya sio kufanya subsidy ya consumption, sio kwenda kujaribu kuongea na mtu wako na duka ati apunguze gharama ya unga. Hapana. Njia ya kupunguza gharama ya unga ni kwenda kwa mkulima, kwa sababu unga haitoki kwa duka, unga inatoka kwa mahindi, mahindi inatoka shambani. Ni kweli ama si kweli? Tukasema tuhakikishe ya kwamba kuna mbegu ya sawasawa na kwa bei nafuu. Tuhakikishe ya kwamba tupunguze gharama ya mbolea. Ile fertilizer ilikuwa inauzwa 7,000, saa hizi inauzwa 2,500. Mungu akatusaidia na mvua, na sababu ya intervention tuliofanya kwa mambo ya mbegu,
kwa maneno ya mbolea, na tulikuwa na matatizo tena makubwa sana, kwa sababu kulikuwa na wakora wengi ambao walikuwa huko ndani kwa mambo ya kilimo, cartels ya sugar, cartels ya coffee, cartels ya aina yoyote. Hawa watu wote, ile tulifanya ni kusajili, kuandikisha kila mkulima. Sasa leo katika taifa letu la Kenya tuko na orodha, we have a master plan, we have digitized all farmers. Tuko na wakulima sasa 6.5 million. 6.5 million farmers are now registered in our database, making it possible for us to plan our agriculture, to plan how to distribute seeds, to plan how to distribute fertilizer, to make sure that we get rid of cartels, to make sure we get rid of brokers and middlemen and people who undermine farmer earnings. The net result is that today, number one, mumesema mnakuza kahawa hapa. Si ni kweli? Ile kahawa ilikuwa inauzwa shilingi 60 kwa kilo moja. Leo kahawa inauzwa 110, 120, 140 kwa kilo moja kwa wakulima. Farmers are making more money in coffee. Ile maziwa ilikuwa inauzwa 35 shillings kwa mkulima. Leo wakulima wanapata pesa zaidi kwa maziwa yao. Ile mambo ya chai ilikuwa na matatizo. We have straightened our tea sector. Farmers are making more money in tea. Nyinyi wakulima wa miwa, mnajua ile Kisirani ilikuwa sekta ya miwa. Tulikuwa na watu wa jeuri walikuwa wamejaa hii sekta ya miwa. Wengine ndio walikuwa wanaamua. Kulikuwa na wengine hata huko Kakamega mlisikia. Nikafika huko Kakamega nikakuta watu wa jeuri, wa kiburi mingi. Mpaka nikawaambia, nyinyi mambo yenu ni matatu. Ama hamukusikia niliwaeleza huko? Si niliwaambia? Sasa sekta ya sukari tumenyorosha. Pale mnajua serikali ilikuwa inalipa wakulima. Imagine. Mkulima analete miwa yake soni. Miwa inasagwa, inauzwa, mkulima hajalipwa, ati tunatafuta pesa ya serikali kuja kulipa mkulima. Na alilete miwa hapa kwa kampuni. Nani alichukua miwa yake? Sio ni ukumbavu? Ama ni ujinga? Ama ni yote mbili? Honestly. Sawa sawa. So, sasa hii sekta ya miwa, I want to tell you, nimepatiana amri, tumeleta watu wa private sector, amri sasa mkulima alikuwa anapeleka miwa yake, anangoja miezi 6 ati kulipwa. Anangoja mwaka moja ati kulipwa. Amri sasa nimepatia hawa watu ambao tumewapatia management ya Nzoia, ya Chemelil, ya Moroni, ya Soni, ni kwamba mkulima akilete miwa yake in 1 week alipe pesa yake. 1 week. Na wasipolipa in 1 week, munipatie habari. I will sort them out. Nyinyi mnanielewa? Wafanyikazi walikuwa wanalipwa na serikali. Imagine. Mtu ambaye anafanya kampuni ya Sony hapa, ati mimi nilipe kutoka niende nitafute pesa ya serikali nimlipe. Hanifanyii kazi, anafanya kazi Sony. Iko haki hapo kweli? So these people watalipa wafanyikazi on time, watalipa mkulima every week, na mimi nitarudi hapa December kulipa bonus ya wakulima. Nasikia mkulima? Wewe ambaye unalete miwa yako hapa Sony, ama unapeleka kwa zile kampuni zingine zote, we have agreed that vile wakulima wa chai na kahawa wanalipwa bonus, pia mkulima wa miwa alipwe bonus.
Na mimi nitakuja hapa Sony December kulipa bonus ya wakulima wa Sony, and we are going to pay in all the other factories. Tulianza this year na wakulima wa Mumias. For the first time in the history of Kenya, we paid bonus for farmers in Mumias. We are going to do the same in Sony and all the other factories. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu we must transform our agriculture. I undertook, nilisema ya kwamba we are going to transform agriculture. Agriculture is going to put money in farmers' pockets and is going to assist us in food security. Ile bei ilikuwa imefika ya unga 240, sasa iko 160, sasa zingine inakuja mpaka 140, and we must continue to make sure that we bring down the cost of food so that we can bring down the cost of living so that every citizen can live in a country where they are proud to be citizens. Tunaelewana jameni? So maneno ya kilimo, I can proudly stand here and tell you we have transformed the agricultural sector. That transformation is still continuing. Sasa tutaelekea kwa mimea zile zingine. Hapa kwenu tuko na kuja hapa, si ndio? Ya mambo ya rice. Hapo ndio bado tuko na matatizo kidogo. Tulikuja hapa, tumeongeza sehemu ya kupanda mchele. Sasa tunataka kuongeza another 9,000 acres hapa kwa kuja hapa. Na nataka nimwambie waziri wangu bwana John Mbadi, tutatafuta milioni 500 ingine ya kuweka hapa kuja, so that we can expand the infrastructure and make sure that we grow enough rice in Kenya. Saa hizi inaendelea katika sehemu mbalimbali. Tuko na rice kule Mwea, tuko na rice ambayo tunataka kupanua hapa Ahero, tuko na rice pale Bunyala, tuko na rice ingine ambayo tunaanzisha kule Bura na kule Tana Delta. Because we want to stop the importation of food into Kenya, we want to grow our own food and be a food secure nation. Ni mnanielewa my friends? By 2027, mwisho ya 2027, Kenya will be a net exporter of sugar. Tayari tumepatiana leseni 4 za kampuni mpya ya sukari. Because we want to make sure. Na wakulima wamefanya bidii, wameongeza sehemu ambayo wanakuza miwa by another 200,000 acres. So progressively, we not only want to be food secure, we not only want to have enough sugar in our country, but we also want to begin the process of export. I want to encourage all farmers, wakiwemo wakulima wa hapa Migori, so that we can move together ili tusiwe inchi omba. Ni mnanielewa? Mnataka tuwe inchi ya kwenda kuomba chakula kutoka dunia nyingine? No, we cannot go there. So that's what we must do. Jambo la 4 ambayo nilikubaliana na nyinyi ni maneno ya elimu. Niliwaeleza ya kwamba education is the greatest empowerment any nation, any society, any community can give to its future. Elimu ndio kitu ya muhimu sana, kwa sababu ndio inatupatia usawa. Yule Nelson Mandela alisema, education is the greatest equalizer. Education is what makes the children of the poor and the children of the rich the same once they have education. Ni mnanielewa? Na ndio sababu hiyo 2022 nyinyi mnajua tulikuwa na matatizo makubwa ya CBC. Tulikuwa na matatizo makubwa ya gap ya walimu ama upungufu ya walimu. Tulikuwa na matatizo makubwa katika ma universities zetu. Almost 23 universities were almost bankrupt. Actually, they had been declared bankrupt because of the funding model that did not provide adequate resources for teaching at our universities. What have I done? The first thing I did wakati nilingia ofisi, nikatengeneza presidential task force.
na tukakubaliana we must sort out our education, because if we don't, we risk our future. Ndio sababu hiyo tukafanya mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza, tukakubaliana mambo ya CBC. Wazazi hawakujua hii CBC junior school iko secondary, iko primary. Wakitoka hapa wanaelekea wapi? Transition itakuwa namna gani? Madarasa itatoka wapi? We straightened CBC. We now have clarity on the transition between ECD, primary school, junior school, secondary school, all the way to our universities and TVETs. Number 2, tukasema lazima tuondoe pengo iliyoko kubwa ya walimu. Hakuna vile masomo inaweza kuendelea shuleni kama hakuna mwalimu wa kumfundisha watoto wetu. And that is why I took the step to hire additional teachers. And I must thank the teaching fraternity, both NAT and KUPPET and all the other stakeholders, for understanding. We even hired some teachers on internship because we wanted to bridge the gap. I want to say to the teaching fraternity, when we worked with you and we told you that even these ones who we are hiring as interns, they will be confirmed, you believed us, and we have confirmed almost all of them. And we are going to do that. Sasa tumewaajiri an unprecedented 76,000 teachers. As I committed, we are hiring another 24 teachers by December, January next year. We will have hired 100,000 teachers in 3 years, the highest ever in the history of the Republic of Kenya by any administration. And it is because we believe in our future, and we believe our future is secure when we have a population, when we have a citizenry that is educated, that has knowledge, that is trained, that has expertise, and can contribute meaningfully to the growth of our nation. Tumeelewana jameni? Hawa walimu wa NAT, they will confirm that we have hired 76,000 teachers. Ni kweli ama si kweli walimu? Si ni kweli? And we are on the way hiring another 24,000. And we will continue to fill in the gaps for those who exit the service, either through natural attrition or through other means. Number 3 rather, tumerekebisha ile masomo katika university, funding ya university na TVETs. Ile funding ya zamani ilikuwa haina mpango ya sawasawa. We now have a student-centered funding model that makes sure that every student is attended to on the basis of their ability, so that no child is left behind. Tumesema watoto kutoka jamii maskini walipiwe na serikali ya Kenya 90% scholarship kwa university ama kwa TVET, so that kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma, na mtoto wa Kenya asikose masomo kwa sababu mzazi wake hana uwezo. That is the funding model we have put. We have added resources, almost 130 billion shillings to the education sector. Muliona juzi tuliongeza hata pesa ile ambayo inaenda katika Higher Education Loans Board by another 5 billion shillings, so that we can cater for all our students. Tumejenga madarasa tukiungana na hao wabunge, madarasa ingine 23,000 kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata mahali ya kusoma, kuna walimu wa kuwasomesha, na tumeweka pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba masomo ya watoto wetu wa Kenya iko sawa sawa. That is the commitment I made in 2022, and that is where we are in making sure that our education remains accessible, of high quality and relevant, ili tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja. Jambo la 5, tulikubaliana na nyinyi, kwa sababu mimi lazima niwapatie report card, si ndio? Jambo la 5 ambalo tulikubaliana na nyinyi ni mambo ya afya. Pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa sana
kwa mambo ya matibabu. Watu wengi wanakuwa wagonjwa, wengine wanakosa kwenda hospitali kwa sababu hawana pesa, wengine wanaenda hospitali, gharama ya hospitali inapanda, unalipishwa ukienda health center, unalipishwa ukienda dispensary, unalipishwa ukienda level 4, ukienda huko bili ya hospitali inafika 1,100, 200, 500, milioni moja. Unauza ng'ombe, unauza shamba, unafanya harambee, unahangaika, umaskini inakuja nyumbani. Na niliwaeleza, we are going to implement a program that is going to make sure that every citizen of the Republic of Kenya has access to health, so that health is not a privilege for those who can afford. It is a right for every citizen because it is a constitutional imperative for any government. Tumekubaliana jameni? So, na unajua shida ya hii afya, universal health coverage, ni jambo ambalo tumekuwa tukijaribu kufanya kwa muda mrefu, lakini tulishindwa. Ilikuwa kwenye manifesto ya NAC, ikashindikana. Ikawa kwenye manifesto ingine kule nyuma, hata ya Jubilee, ikashindikana. Juzi ilikuwa kwa manifesto ya Azimio, ilikuwa kwa manifesto ya Kenya Kwanza, na ndio nimesema this time round we must implement this program. Na mimi nataka nishukuru wabunge. Nimeketi chini na wabunge, nimeketi chini na maseneta, tukapitisha sheria 4. We are now completing the 5th piece of legislation to make sure that our health is carried out on the firm foundation of the law, making sure that we are clear on what will happen and what citizen responsibility there is and what is the responsibility of government. What has happened? Nyinyi mnajua ya kwamba tulikuwa na community health promoters ambao hawakuwa wanalipwa pesa yoyote. Sasa community health promoters, county government wanalipa hawa pesa kidogo, mimi nalipa hawa pesa kidogo. Community health promoters are the foremost patriots, the people who have assisted us. They visit homes, they visit villages, kutupatia maneno ya watu ambao wanakaa mashinani, maneno yao ya matibabu. Number 1. Number 2, tumekubaliana ya kwamba sasa kila mwananchi ataenda hospitali, na nataka mnisikize kwa makini. Dispensary, health center, sub-county hospital. Wewe mwananchi utaenda kwa dispensary, health center, sub-county hospital, level 4, outpatient, ile unaenda kutibiwa na kwenda nyumbani. Utaenda utibiwe, upatiwe dawa, na mtu asikuulize pesa yoyote. Wewe utoke hapo uende nyumbani. Wacha nirudie. Unataka nirudie? Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Sawa sawa? Ngoja. Sikizeni. Tunaelewana watu wa Migori? And as I talk to the people of Migori, I am talking to the people of Kenya. Hospitali yeyote. Sawa sawa? Nilikuwa na mkutano juzi na magavana wote, na nilirudia jana nikiwa pale Homa Bay kwamba hospitali, sisi kama serikali, wabunge hawa wamepitisha budget ya shilingi bilioni 21 pesa ya Kenya kuhakikisha ya kwamba mwananchi ataenda hospitali, pale kwa dispensary, pale kwa health center, pale kwa level 4 sub-county hospital, atibiwe, apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Tunaelewana?
na wale nataka tuelewane, watu wa Migori, na wale madaktari, wasimamizi wa zahanati ama hospitali ama dispensary, wale wanalipishwa wananchi, tutawachukulia hatua za kisheria. It is illegal for anybody to demand money from citizens when they go and seek treatment. Tumeelewana jameni? Jambo la pili, kila mwananchi, ile kazi lazima ufanye wewe mwananchi, ujiandikishe kwa SHA. Kujiandikisha peke yake, na hauitishwi pesa kujiandikisha kwa SHA. Sawa sawa? Mimi nataka kwanza niulize, wangapi wamejiandikisha kwa SHA kwa hii mkutano? Ala, kila mtu? Kila mtu? Kuna wengine hawajajiandikisha? Sawa sawa? Sasa mimi nauliza wananchi wote, ukijiandikisha, number 1, utaenda hospitali, utatibiwa, utaenda nyumbani bila ya kulizwa pesa. Hatua ya pili, kama wewe unaenda kulazwa hospitali, si ndio? Ufanyiwe upasuaji ama ufanyiwe anything beyond the outpatient. Hapo sasa ndio tumesema ya kwamba sisi ambao tuko na mshahara kubwa kama mimi sasa nalipa 50,000 every month. Huyu Mbadi analipa 30,000 every month. Hawa wabunge wenu wanalipa 28,000 every month. Ndio, hawa watu walipe, wako na pesa. Ndio tuweze kupata pesa ya kutibu wale wananchi wengine kule chini. Ndio. Tumesema hapo sasa mtu atalipa kulingana, sikizeni, mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Yule mama mboga pale chini, sawa sawa, yule ambaye hana uwezo tutamlipia kama serikali. Yule ako na uwezo ya kulipa 300 atalipa 300. Yule ako na uwezo ya kulipa 400 atalipa 400. Yule ako na uwezo wa kulipa 1,000 atalipa 1,000. Yule mwenye mshahara kubwa kama mimi nitalipa 50,000. Mnanielewa? Ndio Kenya iweze kwenda mbele sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, Mungu ametujalia Wakenya waliojiandikisha. Wale wa zamani wa NHIF walikuwa Wakenya 7,000,000. Saa hizi Wakenya ambao wamejiandikisha pamoja na nyinyi ni Wakenya 25.2, na tunaendelea kuwaandikisha Wakenya karibu 30,000 kila siku, mpaka tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya hata mmoja ambaye atakosa matibabu kwa sababu hana pesa ama kwa sababu nyingine. We want to make sure health is not a privilege, it is a right for every citizen. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Migori? Migori hoye! Tumekubaliana? Na nitafuatilia kwa sababu we must make health work for all our citizens. Jambo la 6, mulinipatia mkaniambia nitengeneze, ni maneno ya mabarabara. Si ndio? Maneno ya barabara. Kwa sababu hapo ndio itatusaidia kuhakikisha kwamba tunasafirisha wananchi, tunasafirisha mazao yetu, tunarahisisha uchukuzi na tunakuza uchumi, ndio tuweze kuondoa umaskini. That's what we must do. Tulikuwa na matatizo makubwa sana kwa sababu tulikuwa na kandarasi nyingi lakini hatukukuwa na pesa. Ikabidi kwanza tudhibiti mambo ya uchumi. We stabilize the economy first so that we can find the resources to drive our infrastructure development. I can now confirm to you the economy is stable, na sasa tumepata pesa ya kujenga mabarabara zetu. Mwaka huu tumekusanya shilingi bilioni 175 ya kuendesha mabarabara zetu.
Tumesema wale makandarasi wote ambao walikuwa wametoroka kutoka barabara zetu kwa sababu hawakuwa na pesa, sasa warudi barabarani. Tumelipa shilingi bilioni 60 the last 3 months to our contractors. We are paying another 60 billion next month. And progressively, we will be paying our contractors so that they can go back to our roads, so that we can develop the road infrastructure to support the development of our nation. Hapa Migori, mimi nitawaeleza ya Migori baadaye kidogo. Jambo la mwisho mlinipatia ni maneno ya ajira ya vijana. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana wa Migori hoye! Nataka mnisikize kwa makini. Kwa muda mrefu tumekuwa tukizungumza juu ya ajira, lakini we have never had a deliberate intentional plan to create jobs as a nation. For the first time, this time, we decided that we are going to have deliberate, intentional, practical interventions and programs that will create opportunities for the young people of Kenya to work. And I am going to give you 5 of them. Vijana nataka msikize kwa makini. Sawa sawa? Program yetu ya housing, nimesikia mkiongea hapa. Program ya housing iko na sababu nyingi. Lakini sababu kubwa muhimu kwa program ya housing ni ajira ambayo inapatia vijana wetu. That is the biggest contribution of housing to the development of our nation. The program gives opportunities for young people to work. Saa hizi nikiongea na nyinyi, katika ile program ya housing ambayo tunajenga manyumba 1160 kwa sasa, zikiwemo nyumba 7,000 hapa Migori. Ajira tumepatia vijana 320 na tumesema in the next 2 months tunataka double the number of young people working in our housing plan from 320 to 640. Vijana mnanisikia? Kama wewe ni architect, kama wewe ni engineer, kama wewe ni plumber, kama wewe ni mason, kama wewe ni carpenter, kama wewe ni electrician, kama wewe ni hata mtu ya mkono, pale kwa housing kuna ajira na tunakuhitaji ndio uweze kutusaidia kusukuma taifa letu la Kenya. We have advertised for internship for another 10,000 young people, graduates who are university na graduates who are technical training colleges, so that they can help us support the housing program. The Public Service Commission has already put out the advert. Vile vile tumehakikisha kwamba katika hiyo program tunajenga masoko. Hapa kwenu tunajenga soko 18. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi kule. Hapa tumeanzisha ujenzi pia katika taifa letu la Kenya ya mambo ya hostels ya vijana. Pale pia tuko na nafasi ya ajira ya vijana wetu. So, young people, there is opportunity for you to work in our housing program, in our markets program, in our hostels program, because we want to get young people to work in that sector. Agenda number 2, usipopata kazi kwa housing, ama kwa market, ama kwa hostel, uko na nafasi nyingine ya kutafuta ajira. Tuko na infrastructure ambayo tunajenga sasa, zingine ziko tayari, zingine karibu zinakamilika, ya digital infrastructure. Pale utapata ajira kwa ICT Hub. Utaenda kwa Jitume Center, utapata ajira. We are now laying the fiber optic, na nimekubaliana na wabunge tuwe na ICT Hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Ili pia tupange ajira ya vijana pale, kwa sababu tuko na kampuni nyingi wanataka kuajiri vijana wa Kenya on the digital platform, and the Kenyan human capital is the best. So wewe kijana
ujue ya kwamba unaweza kutafuta nafasi pale kwa housing, unaweza kutafuta nafasi pale kwa ICT hub ama kwa Jitume Center ama kwa zile program zingine ambazo tunaendelea katika hiyo sekta ya mambo ya digital jobs. Jambo la tatu, pia tumepanga nafasi ya vijana wa Kenya kufanya kazi nje ya Kenya. Mimi nataka wazazi wanisikize vizuri. Tuko na nafasi ya vijana wa Kenya kufanya kazi Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Marekani, UAE, Saudia and many other areas. Na tayari tumesign bilateral labor agreement. Pale nyuma watoto wetu walikuwa wanaenda wanateseka kwa mambo ambayo hayaeleweki. Kwa sasa tumeweka mpango ya serikali ya sawasawa. Niliweka state department maalum ambayo inaitwa State Department of Diaspora, ambayo itashughulika na wale vijana wa Kenya wote ambao wako nje ya Kenya, tuweze kuhakikisha kwamba wanaishi maisha sawasawa. Saa hizi kijana akitoka hapa Kenya aende afanye kazi Saudia, aende afanye kazi UAE, aende afanye kazi Marekani ama Uingereza ama Ujerumani. Sasa tuko na mpango ya sawasawa, kwa sababu tunajua anaenda kufanya kazi wapi, kampuni anaenda kufanya kazi inaitwa nini, analipwa pesa ngapi, na akipata shida tutamsaidia kwa njia gani arudi nyumbani ama tutatue matatizo ambayo yako nayo. So we have made that space very clear. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Kufikia sasa, in the last 2 years, vijana 330,000, 430,000 people, young Kenyans, they have gotten jobs outside Kenya under that program. Nyinyi watu wa hapa Migori mujipange. Hawa viongozi wa bunge hawa wanajua National Employment Authority iko na portal ambaye wewe kama kijana you can log in to National Employment Authority. You will see the number of jobs that are available. You can apply. Na kama hauna pesa ya kulipa passport ama kulipa ile malipo ambayo unahitaji ama kulipa tikiti, sisi tutakupatia pesa kama taifa la Kenya under the Youth Enterprise Fund. Tutakupatia pesa, lakini hiyo pesa ukishafanya kazi utatulipa hiyo pesa. Sio pesa ya bure. Tunaelewana? Tumekubaliana? So sikizeni vijana. National Employment Authority has an opportunity for you to work outside Kenya. You must tap into that resource because we want to grow the number of young people who have jobs. Jambo la 4. Vijana bado tuko pamoja? Mnanisikia? Nasikia my friends. Kazi haiwezi kuja kutafuta nyumbani. Mambo ni kujituma. Mambo ni kufanya nini? Lazima ujitume. Now we are working with a new program. Kwa sababu tunajua ya kwamba kuna vijana wengi wako na biashara ndogo ndogo, lakini kidogo capital inawasumbua. Kweli ama si kweli? Sasa tumefungua application. Wewe kijana, tumefungua application *254# uende kwa mpango inaitwa Nyota. Sikia wewe, andika bwana, wacha kuniangalia. *254# uende kwa Nyota. Sawa sawa? Hapo ndani utakuta application. Tunataka vijana wa apply. Kama wewe ni biashara ndogo ndogo ile inaitwa SME. Tunatafuta vijana 100,000 Kenya, 100,000 in every ward. Tunatafuta vijana 70. Na hawa vijana 70 in every ward tutapatia pesa grant
sio loan, tutapatia wewe pesa grant ya serikali 50,000. Vijana hoye, mumeandika ama bado mumeandika? Hapo uapply kwa mtandao hapo. Sawa, wacha mtu ya kuku ngoje kidogo, mtu ya kuku. Sawa. Ngojea tuna kuku, tutaonana na kuku baadaye. Vijana hoye, tumekubaliana? Sisi tunataka kijana upate, tutaonana baadaye ndugu. Wakati tu hapo, angoje hapo kidogo. Vijana tumekubaliana? Angoje tu hapo, ngoja keti hapo, keti chini. I'll see you later. So tumekubaliana? Asante sana. So vijana, mimi nataka tuelewane kwa sababu I want to change your future. Vijana mnanielewa? I want to change your future. Hii si maneno ya mzaha bwana, si maneno ya mchezo. Maisha yenu tunataka ibadilike, na maisha yenu haiwezi kubadilika kama hatuna mpango kamili. We must have a plan that will help us give opportunity to the young people of our nation. Jambo la tatu, la nne ama la tano, pia tuko na program ambayo tunaita Climate Works. Hiyo program ya Climate Works is going to give us opportunity to hire another 200,000 young people across Kenya. Vijana, mimi nataka mjipange hapo kwa Climate Works. We are going to explain to you how you are going. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani zamani, sasa tumeibadilisha China kwa sababu we wanted to have proper outputs. Tunataka tutasaidiana na nyinyi kuhakikisha kwamba we do more greening, we do all the other things that are important so that we can take Kenya forward. Mwisho, mimi nataka nirudi hapa sasa Migori. Nimewaambia report card yangu ya kubadilisha hii Kenya kutoka kwa uchumi kwenda kwa kilimo, kwenda kwa masomo, kwenda kwa matibabu, kwenda kwa barabara, kwenda kwa ajira. Hiyo ndio mpango kazi mulinipatia, and I have a report card on what you, the people of Kenya, you, the people of Migori, gave me an opportunity to lead this great nation that we all love. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Migori, sawa? Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya siasa, si mnajua hivyo? Sasa tupange mambo ya kazi. Wale ambao wanataka kutuletea mambo, tunataka tuambie mambo bado mos. Ngojeni, mambo bado, si ndio? Na wasingoje tu bure, wajipange. Tunaelewana? Unajua kuna watu wanafikiria ati wataturudisha nyuma kwa ile siasa ya maslogan. Ruto must go. Sijui nini. Hiyo haitakufikisha mbali. Hawa wa Kenya wanataka kujua Ruto amebadilisha uchumi. Nyinyi mko na mpango gani? Sisi tuko na mpango ya uchumi, tuko na mpango ya matibabu, tuko na mpango ya masomo, tuko na mpango ya kuajiri vijana. Nyinyi mbali na ile slogan mko naye, mpango yenu ni gani? Kwa sababu Kenya imebadilika, my friends. Kenya sio ile ya zamani ya kupumbaza wananchi na kuwaambia, kuwapigisha story mingi ati alafu wakupigie kura na wewe huna mpango ya kufanya chochote. Those days are gone. Wakenya sasa wako makini.
wanataka kujua mpango ya kila kiongozi, lakini kama huna mpango na wewe huna chako katika taifa letu la Kenya. Ni kweli Migori ama si kweli bwana? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaeleze watu wa Migori, hii kazi yote hii nimewatangazia hapa, imewekwa kasi kwa sababu ya ushirikiano na urafiki na undugu na usaidizi wa ndugu mmoja anaitwa Raila Amolo Odinga. Kwa sababu yeye anaelewa kwamba kuna tofauti mkubwa na a plan, an agenda and a program na watu tu ambao hawana mambo ya kuelewa. When the nation needed leaders to stand up to stabilize this nation, Raila Odinga stood up to stabilize this nation together with me. Tunaelewana? Na ndio tukashirikiana. Leo mimi nataka niwaeleze watu wa Migori vile nitawaeleza watu wa Kenya. Kenya hii haiwezi kujengwa na wachache. Kenya hii haiwezi kujengwa na mirengo. Kenya hii itajengwa wakati wa Kenya wameungana, wameshirikiana, wanafanya kazi kwa pamoja. Na ndio sababu sisi tuko na serikali ya broad based. Nyinyi watu wa Migori mko broad based ama mko ingine? Hapo kwa broad based. Serikali ya broad based ndio dawa ya kisirani na ukabila na chuki katika taifa letu. Broad-based government, the one that brings all Kenyans together. And I must say, the broad-based government has not only stabilized the Republic of Kenya, it has also accelerated the achievement of the aspirations of the people of Kenya, the achievements of our development and our plan to transform our nation. The transformation of Kenya is accelerated because of the unity of purpose that we have as a government and as a people. Ndio mimi nimekuja hapa watu wa Migori niwaulize. Watu wa Migori hoye. Mutatusaidia jameni tuunganishe Kenya. Ndio hii kazi itembee haraka haraka. Na tuhakikisha kwamba hakuna Wakenya wanawachwa nyuma. Wangapi wanasema tutaungana namna hiyo? Very good. Sasa wacha nimalizie kwa kuwaeleza mambo ya Migori. Migori hoye. Unajua hii Migori ilichelewa siku nyingi. Hii Migori iliachwa nyuma siku nyingi. Ni kweli ama si kweli bwana? Sababu hiyo ndio tumesema katika kupanga mipango ya Kenya, lazima hapa Migori tufanye affirmative action. Na ndio sababu hiyo mambo ya stima hapa Migori County kidogo ilibaki nyuma. And that is the reason why mwaka huu tumeweka pesa shilingi bilioni 2 kuunganisha watu ama manyumba 19,000 mpya hapa Migori kwa huduma ya stima. Na tumekubaliana na Opiyo Wandayi, waziri wetu wa mambo ya stima hapa. Si ndio? Tumekubaliana na yeye kazi ya hapa itembee kama risasi. Mbio mbio. Tumekubaliana? Jambo la pili, program ya housing. Nataka mnisikize. Program ya housing tulikubaliana tuko na kandarasi ambazo tumepatiana, tuko na zingine tunamalizia za nyumba 7,200 hapa Migori. Tumeweka pesa 15 billion shillings already in Migori County on the housing program. Pesa bilioni 15 haijawahi kupatikana Migori hii ya program ya housing. It is now
that it is happening in our time under the broad-based government here in Migori County. Na tuko na nyumba zingine 7,800 ambazo ziko katika procurement. We want to a total of 15,000 housing units in Migori. Ndio itusaidie kupanga ajira vijana na pia itusaidie kupunguza watu ambao wanakata mashamba yao ili waweze kutafuta makao, tuweke wananchi mahali pamoja. Vile vile tunajenga soko mpya 18 hapa Migori. Tumeweka pesa ya serikali 3.6 billion to build 18 markets. Tayari 8 markets are continuing, 10 ziko katika zinaanza saizi, and we must complete all these markets by next year. Ndio wananchi, yule mama mboga apate mahali pazuri pa kuuzia mboga yake, yule mkulima apate mahali pazuri pa kupeleka mazao yake ya shambani, so that we can again develop our grassroots properly. Number 3, hapa Migori tunajenga nyumba za vijana, accommodation in our TVET, in Rongo University, in our KMTCs, hostels ambazo zita accommodate wanafunzi 7,500, and we have committed 4 billion shillings to build hostels in 15 different institutions in Migori County. Kutoka Rongo University, KMTC yetu ya hapa, all the KMTCs that are here, all the technical training colleges, we are under that program. Hapa Migori, pale Posta, mahali imekuwa ikihangaika siku mingi. Munafanya hapo, iko kiwanja hapo kidogo ya kufanya maneno. Sasa hapo umeweka milioni kujengea stadium mpya. Stadium hiyo imekuwa tayari. Ni mnanielewa? Mnanielewa watu wa Migori? Migori hoye! Vile vile maneno ya blue economy. Watu wa Muhuru Bay, nilienda kule, wakaniambia ya kwamba hiyo Muhuru Bay imesahaulika, na ni kweli, na ni watu wazuri sana watu wa Muhuru Bay. So nilikubaliana na nyinyi, tutawajengea paya pale ndio muweze kuendesha biashara yenu. Tayari serikali ya Kenya tuko na milioni 500 yenu. Leo asubuhi gavana wenu huyu Chilo Ayako ameongea na CEO wa Kenya Ports Authority. Tulikuwa na matatizo kidogo ya mashamba. Tumalize hiyo matatizo ya mashamba. Hiyo paya mimi nataka nikirudi hapa next year iwe tayari nikuje nifungue, na nimewaambia wakichenga hiyo paya pia wajenge fish market hapo. Na vile vile hapo pia wajenge ile fish landing site. Ndio wavuvi wakitoka pale waweke pale fish landing site. Tumekubaliana? Nyinyi mnajua tayari niliwaeleza wakati nilikuwa hapa, tuko na fish landing site ambaye tumetoa 150 million pale Got Kochola. Hapo Got Kochola hiyo tayari tumemaliza procurement. Next month contractor anaingia pale anajenga, ikuwe tayari tuweze kusonga mbele. Mimi vile vile nataka niwaeleze Waziri Joho ako tayari kuja kuhandover ile fish landing site ya pale Sori, na watakubaliana na county government hapa Migori ndio kazi hiyo iweze kusonga mbele, watu waanze kutumia hiyo fish landing site ndio tuweze kusonga mbele. Nyinyi ni wakulima wa rice ama mpunga. Vile vile hapa Kuja tulimaliza phase 1 ya 2000 acres. Sasa nimepatiana amri ile 7000 acres ambayo imebaki pale
tutawaongezea milioni 500 ndio tuweze kupanga hiyo sekta yote, muweze kuhakikisha kwamba mnazalisha mchele. Lakini wakati nilikuwa pale Nyatike, wakulima waliniambia shida yao kubwa ni soko, mahali ya kuuza mpunga yao. Saa zingine wanahangaika, wanapeleka sijui mpaka wapi. I promised that tutatafuta investor mwenye atakuja kujenga rice mill hapo Nyatike. I can now confirm to you, we have an investor. Wameongea na county government. Program ya kuanza kujenga rice mill inaanza mwezi huu, this month. Tumepata investor mwenye ataweka pale karibu milioni 200 kujenga rice mill kubwa ambayo itasaidia nyinyi kwa offtake na kuhakikisha kwamba kutakuwa na maelewano na wakulima na wananchi wa hapa Migori County. Migori hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Maneno ingine ni ya barabara. Nyinyi muliniuliza mambo ya barabara. Kwanza, barabara ya kutoka Masara kwenda Muhuru Bay. Hata hiyo si nyinyi muliniuliza, mimi ndio niliwaambia nitajenga. Hata kabla hamjauliza. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwatangazie ya kwamba nimeweka pesa ya kutengeneza hiyo barabara yenu, milioni 400 iko tayari ya kuanzisha hiyo barabara. Procurement, sawa sawa. Procurement inaanza tukifungua budget. Kuna matatizo kidogo na procurement ile tulianzisha juzi, lakini tutakamilisha in the next 2-3 weeks. Mutaona hiyo barabara yenu kwa magazeti. Tunatafuta contractor. Nataka hiyo barabara tujenge kwa sababu pale Muhuru Bay ni ya muhimu, itatusaidia kwa uchumi wa sehemu hii. Si ni kweli? Munajua pia ile barabara ya kutoka Masara kwenda Sori imefika pale, iko na kizungumkuti kidogo. Pia hiyo barabara sasa tumenyorosha, tumelete contractor ambaye na tumempatia maagizo sawa sawa, hiyo barabara mpaka tumalize ifike Sori, na pia tuhakikishe ya kwamba hiyo barabara inafika mahali inaitwa Agolo nini? Agolo Muok. Yende mpaka hapo Agolo Muok. Tumekubaliana? Pia tumekubaliana ya kwamba ile barabara watu wa Kuria waliniuliza ya Taranganya kwenda center, kwenda Timaru, alafu baadaye Nyamtiro, iende mpaka Kegonga. Pia hiyo barabara tumeweka pesa ya kutosha. Sasa hiyo barabara tutatengeneza tumalize. Pia tuko na barabara zingine 8 mpya ambayo tutatengeneza hapa Homa Bay, ama hapa Migori. Hapa Wendo, barabara ya Kanyawanga, Madiaba, Adede ama Dede, Odongo-Oher, Rapogi mpaka Wendo hapa. Hiyo barabara karibu kilomita 50, tumeweka pesa ya kutengeneza hiyo barabara. Nilikuwa kule Uriri, barabara ya Sibuoche, ile inaenda mpaka Gogo Falls, alafu mpaka Oyani. Pia hiyo barabara tumeweka pesa, tutatengeneza na tutaweka barabara yenu sawa sawa. Tumekubaliana? Pia nilikuwa hapo Posta, si ndio? Mkasema mnataka hiyo barabara ya kutoka Posta kwenda Makalda itengenezwe pale mpaka kwa nini, si namna hiyo. Na ile barabara ya kutoka Kakrau kuteremka chini kwenda kwa river pale chini na iende mpaka ikue Ring Road. Hiyo barabara pia tumeweka pesa, tutatengeneza. Alafu pia tuko na barabara, nilienda mahali naitwa Piny Oyie, si ndio? Nafikiri huko ndio nilikutana na huyu mzee Riogi. Huyu mzee Riogi. Na huyu mzee ni wa maana sana. Yaani huyu mzee alienda kwa Ochilo akamwambia,
mbona watu wanatudanganya ati Ruto anasema uongo na wao wanamwalika kwao? Kama huyu mtu anasema uongo na uongo yetu sialete, akuja atuambie. Mbona anadanganya watu wengine, anatubagua sisi? Si ndio mzee Riogi? Si ndio? Sasa tutajua by 2027, tutajua muongo ni nani. Tunaelewana my friends? So hiyo barabara ya pale nilienda Piny Oyie, na mkaniambia mnataka hiyo barabara itoke Piny Oyie iende Bondo nini? Bondo Nyironge, alafu ikuje mpaka Kabao. Hiyo barabara pia nimeweka pesa, tutatengeneza, tutaweka lami. Pia mulinieleza ile barabara ya kutoka Kababu. Mahali inaitwa Kababu inaenda Oruba. Iko hiyo barabara, kuna watu wa kutoka Oruba hapa? Kabao. Very good. Hata hiyo barabara yenu iko katika mtaratara yetu. Na mnajua nilikuja pale Rangwe. Tukakuwa na ile barabara ya kutoka Rangwe kwenda Nyarach kupitia Oboke. Hiyo barabara pia imekwama, lakini sasa tumeweka pesa ya kutosha ya kukamilisha hiyo barabara yenu. Tumekubaliana? Na kuna barabara ingine niliambiwa pia wakati nilienda kule Kehancha. Barabara kutoka Kehancha kwenda Isabenia mpaka mahali ingine iko Tair, sijui inaitwa Taya nini? Taya? Rabot Taya. Rabot Taya. Hapo. Hiyo barabara pia inapitia nyuma pale. I think this man knows. Huyu Robi anaelewa mahali hiyo barabara iko. Tumekubaliana? Vile vile ile barabara imetusumbua miaka nyingi ya kutoka Motemorabu, huyu mungwana anajua, kuja Subakuria, kuja Masaba, alafu tutahakikisha kwamba imeenda all the way mpaka Kehancha. So wewe mheshimiwa, tutapangana na wewe hapo. So I just wanted to tell you, hapa watu wa Migori, barabara zenu tumezipangia vizuri. Na mulikuwa na budget ya 500 million the other year. Sasa tumeongeza from 500 to 1.5 billion. Na tutawaongezea another 2 billion shillings. Ndio tuhakikisha kwamba barabara zenu tunazishughulikia kama vile tunavyoshughulikia barabara za sehemu zingine za Kenya. Pia pale Kochola kuna barabara kadogo kanaenda mpaka Odho, ama inaitwa nini wewe? Odho. Hiyo barabara wewe, huyu mtu wa Nyatike ndiye aliniambia hiyo barabara. Tumekubaliana pia hiyo barabara tutaweka lami ndio Kenya hiyo iweze kusonga mbele. So watu wa Migori, siwezi kutaja mambo ya maji. Mnajua tuko na program ya maji, tuko na program ya mahospitali, tuko na program zingine nyingi. I cannot say all of them here. Nilikuwa tu nataka niguzie mjue ya kwamba katika mipango ya Kenya, mimi nimesema hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma tena. Every part of Kenya is part of the Republic of Kenya, and we are going to, in a united manner, work for the people of the Republic of Kenya. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Migori kwa heshima kubwa, mukubali tushirikiane, mukubali tubadilishe Kenya, na Kenya hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Tukijenga barabara, Kenya itabadilika. Tukiunganisha stima, Kenya itabadilika. Tukitransform kilimo, tutakuwa na pesa nyingi, tutakuwa na chakula na tutakuwa na utajiri. Tukihakikisha ya kwamba Kenya hii wale ambao wanaenda hospitali tunawashughulikia, ndio tuweze kupunguza ile gharama ambayo inawagandamiza wananchi.
That is how we are going to make this nation great. And that is why nimekuja hapa kuongea na nyinyi viongozi, kwa sababu wajanja wakora ni wengi. Watu matapeli ambao hawana mpango yeyote ni wengi, na wanajaribu kutupumbaza na mambo ya slogan hii na slogan hile ili waturudishe nyuma. But we must march forward as the people of Kenya. Watu wa Migori, mko tayari tushirikiane jameni? Munasema tuendelee ama tuendelee? Ni broad based ama si broad based? Ni pamoja ama si pamoja? Mutanisaidia kumshukuru Raila Amolo Odinga jameni? Mutanisaidia kumshukuru kwamba tutaungana na tutaenda mbele pamoja. Na mnajua tumekubaliana ili kufunga kurasa ile ya zamani. Tumesema wale wote waliopata majeraha, wale wote waliopoteza maisha yao kwa mambo ya maandamano ama mambo ya protest, tutawalipa fidia ili tuhakikishe ya kwamba tunaleta Kenya pamoja. Na tumekubaliana vile vile ili twende mbele pamoja katika program hiyo, tutengeneze sheria ya tuweke pesa ya kulipia hawa ndugu zetu, tuweke pesa ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya. Tumesema vile vile ya kwamba Jumatatu tunakutana na wabunge wa broad based, wabunge wa ODM na wabunge wa Kenya Kwanza, ndio tukubaliane vile hiyo kazi itaendelea mbele, tuunganishe Kenya na Kenya iweze kwenda mbele. Munasema tuungane tusiungane bwana? Tuungane tutengane? Wale wanasema tuungane nione. Bas, mimi sitaki kuzidi hapo. Sawa sawa? Mimi sitaki kuzidi hapo. Mimi nataka niseme asante sana. Mimi nataka sasa viongozi wenzangu kama wako na maneno wakuje watuongeleshe, ndio niweze kujua vile tutaenda mbele pamoja. Asanteni sana. Nyasaye okwedhu. Mungu awabariki sana.